worship you, Lord. We give you all the glory. Thank you, my Holy Jesus, we worship you, Lord. We bow before your throne, Lord. We worship you, Lord. We worship you,
unastahili Yesu, unastahili heshima yote Bwana, unastahili Bwana, unastahili Baba yetu, unastahili kuabudiwa Mfalme. O Jehova, pokea heshima zote, pokea utukufu, pokea mtakatifu, pokea Jehova, pokea mtakatifu, pokea Jehova, pokea Bwana. Wewe ni mwema Baba yetu, wewe ni mwema, tuko chini ya basa chochote kile. Unastahili Yesu, unastahili Mfalme. Pokea sifa. Asante Yesu. We worship you, Lord. Bwana tuja kwa asubuhi ya leo. Tuasema ni asante. Asante Mungu kwa sababu ya kipawa cha uhai. Asante Mungu kwa sababu ya kutufikisha wakati huu. Tuasema ni asante Bwana. Bwana tuomba uende nasi Bwana. Bwana utembee nasi kwa sababu ni wewe tu, hakuna mwingine kama wewe. Wewe pekee yako Bwana. Siku ya leo Bwana iaje mikononi mwako. Wazee wote mikononi mwako. Vijana na wamama Bwana mikononi mwako. Wageni ambao wameingia katika nyumba hii yako Bwana mikononi mwako. Bwana tunapoanza tuomba tuanze na wewe. Tukimaliza Bwana tutakuinua, tutakushukuru kwa sababu umekuwa nasi. Tuomba tukiamini kwa jina la Yesu aliye Bwana mkombozi wetu. Amen. Tupige mkosi makofi. Hallelujah. Amen. Ni asubuhi njema. Tumefika katika uwepo wa Bwana. Nataka niseme umbali huu ni kwa sababu ya mapenzi yake. Kwa hivyo nawakaribisha nyote katika nyumba ya Bwana. Jumapili ya kwanza, wiki ya kwanza, mwezi wa 7. I want to say it is a new beginning. Ni mwanzo mpya katika Yesu. Tupi Yesu makofi. Amen. Amen. Tunaposoma katika kitabu ya Matthew chapter 13, Mathayo 13 mstari wake wa 25. My Bible says in verse 25, but while everyone was sleeping, his enemy came and sowed weeds among the wheat. Wakati kila mtu alikuwa amelala, adui akaja na akapanda magugu katikati ya ngano. Ninaposoma this verse, I normally underline 2 words there. At night, when everybody was asleep. I reflect, even in a family. As a parent, wakati unakuwa na watoto wako, kuna njia unataka wakue, umepanda ngano katika watoto. But the Bible says, when the owner, the sower, when he was asleep, plus everybody, at night, the devil came. Unapata mtoto anakuwa, lakini akona tabia ingine ile ambao haukuweka ndani yake. What do I want to say? Hiyo tabia iliingia when you were asleep at night. Kuna mipangilio mizuri ambao unaweka katika nyumba ya Bwana. Kuna mipangilio mizuri unataka kufanya katika maisha yako. But the Bible says, if you sleep, the devil comes in and plants other things that you don't want. Therefore, as Christians, I want to encourage, let us be awake all the time. Tukue macho, kwa sababu shetani halali. Hata usiku yeye anafanya kazi. Let us be awake. Be alert. Because the moment ukifunga macho tu hivi, kuna maajabu shetani atafanya katika maisha yako. How I wish that Mungu atusaidie. Tuwe macho. Tufanye kazi yake usiku na mchana. Ndio adui asipate nafasi ya kuingia katika maisha yetu. May God bless you as we remain focused, as we remain awake in doing what's right in the eyes of the Lord. May God bless you so much.
niko na tangazo moja. Najua secretary anakuja tuletea matangazo. Nataka kusema next week kutakuwa na mkutano hapa mkubwa. On Sunday next week kutakuwa na mkutano mkubwa hapa kanisani, kwa sababu itakuwa ni mkutano wa round up ile kazi yote tumefanya in our fellowships for the last 3-4 months. Kwa hivyo Jumapili ijayo itakuwa ni evaluation, fellowship evaluation. Tuseme fellowship evaluation. Amen. All fellowships are open invited. Ma fellowship sote 10 zimealikwa na kila fellowship imejipanga. Najua tena tukimaliza mkutano apostles are going to meet their members from the fellowship. Wanajipanga because we are coming to compete in the name of Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Tunakuja kucompete katika nyumba ya Bwana. Tukuje tumuimbie Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna memory verse, kuna maswali kutoka kwa ile kitabu. Kwa hivyo all fellowships are invited. Kwa hivyo ningependa tujipange vizuri, tupitie hiyo kitabu vizuri, tuimbe kumtukuza Mungu. Kwa hivyo tumealikwa sote. Kutakuwa na wageni wengi na mgeni mkubwa atakuwa ni wewe. Tujipigie makofi kwa sababu tutakuwa wageni wa hiyo siku. Amen. Amen. Tangazo la mwisho ni kwamba all secretaries na ushers wote mpaki nyuma baada ya ibada mumuone deacon. All secretaries, secretary of any department, you are a secretary to the apostles, you are a secretary in a given fellowship, you are a secretary of the church, you are a secretary in Sunday school. All secretaries plus all ushers mumeombwa baada ya ibada baki nyuma kwa dakika kidogo tu mumuone deacon. Napomalizia ningependa tuimbe wimbo ambao umewekwa kwa bulletin zetu. This is the song of the day. Kila mtu akisimama hapa anatakiwa angalau haimba hata stanza moja, because this is our song for today. Number 15 in our kitabu cha Injili. Kutakuwa na baraka. Amen. Kutakuwa na baraka, hiyo ni neno lake. Kutakuwa na faraja wanaotoa kwake. Baraka nyingi, baraka twahitaji. Tumepokea kiasi, mahali twataka
Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tusalimiane. Bwana Yesu asifiwe. God is good and all the time. Asante. Mna furaha kweli? Mnaonekana mmehuzunika katika nyumba ya Bwana. If you are happy, then let's sing this chorus together. I'm happy today, so happy. In Jesus' name I am happy, because He has taken away my sins away. I am happy, so happy today. I am happy today, so happy. In Jesus' name I am happy, because He has taken away my sins away. I am happy, so happy today. The time to be happy is now, and the place to be happy is here. And the way to be happy is to make someone happy, and to have a little heaven down here. Before we go to heaven, let's have a little heaven down here by being happy. I want to welcome all of you to our Sunday service. All visitors feel at the feet of Jesus. So, ikiwa ni mara yako ya kwanza kuingia katika kanisa la Nyamataro, wewe ni mgeni, ningependa usimame utupungie. Ikiwa wewe ni mgeni, mara yako ya kwanza. Wageni, mgeni. Tupigie Yesu makofi. Kama umeketi karibu na mgeni, msalimie, umkaribishe. Wala ambao wako karibu na wageni, asante. Baada ya ibada tutakutana huko, msio haraka wa kuondoka. The Lord's table will be on 10th July. Tarehe 10 itakuwa next Sunday. Kuongezea na hilo, Deacon alisema kuna evaluation on Sunday. Fellowship evaluation itakuwa tarehe 10. Kwa hivyo tumeomba wote, all apostles, all fellowships, we prepare our choirs, we prepare the memory verse and the questions. So you have all the time to go through your lesson book this week. Ikifika Sunday, sisi wote tutacompete hapa. And the aim is not to see who comes number 1, lakini yote tutafanya kwa sababu tunataka kumtukuza nani? Mungu. Macedonia East Fellowship will be on duty this week kuanzia leo jioni. Kwa hivyo mmeomba muone apostle wenu baada ya ibada. Jordan Fellowship wameulizwa pia wabaki nyuma baada ya ibada na apostle wao, Apostle Manyange. Zion Fellowship will meet at Apostle Andrew's place, Botori, on Wednesday. Wana Zayuni wote, barabara itaelekea wapi? Botori. Huko ndio mtashiriki. Kutakuwa na mgeni ambaye atanena na nyinyi. Kwa hivyo mmealikwa. Muungano meeting itakuwa tarehe 16 mwezi wa 7 at Ekerole PAG Church. Na tulisema wimbo utakuwa juu ya mavuno. Kwa hivyo choir practice inaanza kesho jioni kuanzia saa 10. Tumeambiwa kila mmoja tuje tuimbe. There will be a national women conference for all mama directors, pastors' wives and lady pastors. Itaanza tarehe 6 hadi tarehe 10 huko Nyang'ori. Registration fee itakuwa 1500 per person. Kwa hivyo sisi kama kanisa ndio tutawapatia support. So baada ya ibada
Bishop atatuelekeza tutafanya nini. If you wish to give your tithes and offering, you go through the M-Pesa, buy goods and services, till number 331-388 for Nyamataro PAG Church. You can also deposit directly to the Nyamataro PAG Church KCB account number 1134174624. Asante. Choirs wenye wataimba leo, tutaanza na Macedonia West Church Choir, then Solomon, pia tutamalizia na Sister Julia atatubariki na wimbo mmoja. Next week tutakuwa na Macedonia East Ladies and Secretaries / Ushers. So tuanze na Macedonia West. Macedonia West, karibu. Cha
Ngoja tumaiki. Akafunga pamoja na kuomba mbele
mtaniwia radhi hadi next week. Ningependa tupate wimbo wa mwisho kutoka kwa dada Judy. Alafu Kita mbuino. Kita mai, ada. Kita mai. Kita mai. Mwana Bwana asifiwe. Nisema kwa kiroho mwenye mwambia Bwana sababu amekuwa mwema kwetu. Amekuwa mwaminifu, ametulinda wiki nzima, changamoto za hapa na pale lakini tumesimama. Nataka kuwaimbia wimbo mmoja naosema ya kwamba jifunze kunyamaza. Mpaka utakapojua kunyamaza ndipo utakaposhinda vita. The enemy waits for your response. Anything that Ninde na Yesu tinkonyegeli walinde. Jifunze kunyamaza shani anapokujaribu. Jifunze kunyamaza unapokuwa majaribuni. Ukiongea anafurahi moyoni mwake. Alitaka umujibu kwa kinywa chako. Ukiongea anafurahi moyoni mwake. Alitaka umujibu kwa kinywa chako. Anakutesa na kuhangaisha we. Anakupiga vita kwa kuwa sasa kona uhuru. Anakutesa na kuhangaisha we. Anakupiga vita kwa kuwa sasa kona uhuru. Ninaye Yesu.
walikutana, lakini tangazo lao lilikuja late. Walikutana walikuwa 15 people and the offering was 1,260. Mwisho, Zion members mbaki nyuma baada ya ibada, muone singe. Barikiwe. Kutakuwa na baraka, laiti zianguke, haja zetu twaungama. Tusimame sisi wote. Tusimame. Baraka nyingi, baraka twahitaji. Tumepokea kiasi, bali twataka mingi. Tutakuwa na baraka, tukimjua na kumtii. Tena tutaburudishwa, tukimpa nafasi. Praise and worship. Amen. Hallelujah. Amen. Ambia aliye karibu na wewe, mwambie ya kwamba hii ni siku ambayo Mungu ameifanya kwa ajili ya kumwabudu. Mmesema kweli? Mwambie ya kwamba hii ni siku ambayo Mungu ameifanya kwa ajili ya kumwabudu. Maana katika kitabu cha Yohana inasema ya kwamba Mungu anatafuta mwabuduo anayemwabudu kwa kweli na roho. Mwambie ya kwamba Mungu anatafuta roho ambayo inamwabudu kwa kweli na roho. Amen. Kama Mungu amekubariki na mikono, tupige makofi. Makofi kwa Yesu. Wapi sangwe na vigelegele kwa Yesu. Baba pokea sifa. Baba pokea sifa.
Kristo